tuamini na tuombe. Mwenyezi Mungu, tuja kwako tusema asante. Bwana, umetulinda tena umetukutanisha katika nyumba yako, ni kwa sababu ya kukuabudu Mungu wetu. Asante Bwana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Wote ambao tumefika katika nyumba yako Bwana, tumejiachilia mikononi mwako. Uwe nasi Bwana, tuongoze, tuelekeze. Asante Bwana kwa sababu ya mapenzi yako. Tunapoanza Bwana, tuanze na wewe, tukimaliza tutakuinua, tutakushukuru kwa sababu Bwana utakuwa umetenda. Bwana, tenda vile upendavyo, kwa Yesu tunaomba na atakuamini. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie kusalimia mwenzako na kumkaribisha katika nyumba ya Bwana. Amen. Mkaribishe vizuri. Kwa raseka, mtevi karibu tako yechiwa mabu. Yes. Ikoto tu whatever tikumune in your life. Tema ko improve the value of a friend, of your neighbor. Nataka kusema Mungu wetu ni mwema, ametulinda. Na leo tuko katika nyumba yake ni kwa sababu ya mapenzi yake. Ametuinua, ametembea nasi. Tangu tuachane last week, tumekuwa Koinoni akawa nasi na leo tuko hapa. Kwa hivyo tuko na sababu ya kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa niaba ya sekretari wetu ambaye yuko nasi siku ya leo, ningependa kuleta matangazo fupi sana. La kwanza ni kwamba sote tumekaribishwa katika nyumba ya Bwana. Feel in the house of the Lord. Hapa mtu asikuletee shida yoyote, uko katika nyumba ya nani? Ya Baba. Baba wetu, Baba wako. Ukiona mtu mmekaa na yeye anataka kuletea, mwambie niko wapi? Niko nyumbani. So karibu sana, welcome in the house of the Lord. Koinonia Goshen edition it was very successful. Tupige Mungu wetu makofi. Asante sana. Ikiwa hukufika, I'm telling you, you missed. Sikuwa huko on Friday, but I know I missed a lot. Sasa ikiwa wewe hukuwa maybe Thursday, au kuwa Friday, jana hukuwa, leo utafikia ile mwisho. Hapa katikati hutajua vile story ilikuwa. But nataka niseme Mungu atakunenea. Utapata yale yote tulisungumuziwa. And the next time tukiitwa Koinonia, wacha tufike wote kwa wingi. Kwa ya practice inaendelea Jumatatu, Jumanne, Alhamis and on Friday kuanzia saa 10 mpaka saa 11. 1 hour kwa ya practice. Fellowship on duty this week itakuwa ni Bethlehem Fellowship. So Bethlehem Fellowship kuanzia kesho you will be on duty. Tunashukuru Goshen ndio walikuwa wanatoast Koinonia, tena ndio walikuwa on duty, wamefanya kazi nzuri. Tuwapigie makofi Goshen Fellowship kwa umbali huo. Asante sana Goshen Fellowship kwa ukarimu wenu. Tulifurahia kutembea huko juu. Wacha Mungu awabariki sana. We'll have fellowship evaluation next week. Fellowship evaluation itakuwa on Sunday next week. Kwa hivyo fellowship sote wacha tujiandae vizuri. Prepare well. It is a competition. Ile wimbo tumejifunza for the last 4 months. Ile kitabu chetu wacha tupitie kwa sababu tutakuwa na mazwari. We'll have a memory verse. Tutakuwa na wimbo. Tujipange vizuri na gifts na Mungu atatubariki wote pamoja. Jobs residence inaendelea na tukaambiwa utembee huko uone vile inaendelea. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu watu wanaendelea kujitolea. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaendelea kujitolea kuhakikisha kwamba Bishop's residence imeisha vizuri. Kwa hivyo na wewe ikiwa hujapanda huko juu, hiyo room imefunguliwa. Hiyo room ni yetu wote. Tuhakikishe kwamba imekuwa nyumba nzuri ambayo bishop wetu atahamia huko juu. You have all the time, upite huko. Ukiangalia tu utakombea maybe na kwako, lakini kumbuka nyumba ya Mungu inatakiwa hata ikuwe nzuri zaidi kuliko wapi? Kwetu. Pita tu huko uone ni kitu gani maybe that is missing. Ukipita tu utaona, uangalie milango, uangalie dirisha vizuri, ikiwa inahitaji vitambaa, uangalie chini, uangalie kila mahali. Uone what is missing.
na Mungu atatusaidia to fill the gap. Bwana Yesu asifiwe. Yes. So it's a responsibility of all of us. Kwa hivyo tukimaliza kanisa, you are free. Wewe tembea huko, leo ijafungwa, imefunguliwa. Pita tu, angalia hivi, uangalie hivi. Mungu akikuguza, kuja tu pole pole, maybe nitawalifaa kwa CD wetu. Enda kwake muulize, ni kitu gani haijachukuliwa? Ama nataka niguse hii. Atakwambia hii imechukuliwa, hii haijachukuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. By next week, nafikiria tutakuwa tumeona vizuri what we are supposed to do. Na hivi karibuni, tutawatangazia tarehe of the bishop. Kaswa na kila mtu ajiandae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu wa Jerusalem. Choirs 3, Goshen Fellowship itatufungulia. Baadaye tutakuwa na altar makers. Then tutakuwa na mgeni wetu Kangwana atatufungia kwa nyimbo. Then thereafter yes. Karibu sana Goshen. Karibu sana Goshen Fellowship. Yeah.
anaweza. Yesu anaweza, sangiria Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza. Oh, sangiria Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza. Oh, shangiria watoto wote. Wanaweza, sangiria Yesu anaweza. Oh, shangiria wa mama wote. Yesu anaweza, sangiria Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza. Yesu anaweza, sangiria Yesu anaweza. Oh, shangiria Yesu anaweza. Yesu anaweza, sangiria Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza.
Asante sana, tuwapige makofi mazuri Altar Makers. Sasa tumkaribishe mgeni wetu Kangwana atuletee wimbo. Karibu sana mgeni. Wale ambao walikuwa Koinonia juzi, mlikuwa huko jana, tulibarikiwa na nyimbo. Mogo nkwani gonya moko iweke gusika moranchi oyo tariko igo matai ngango minute ya koreiga. Haleluya. Kangwana nkorokwa morandi okiogoro PH na bakire nyasaye kwa kwanja more mbatererie kibana mwankirera ngwanja more mbatereri nyamataro onya kole tayari ndi tayari mono. Nisaidie makofi mahali popote ulipo. Weka mikono juu. Ingonya shingo vya bwaso weka nyororo.
Asante makofi kwa Bwana. Amen, amen. Hallelujah. Tukiwa kwa Bwana, tukiwa katika nyumba ya Bwana. Ni furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wageni ambao wamefika katika Nyamataro siku ya kwanza, this is your first day to be in Nyamataro PHA. Welcome. Welcome to the house of the Lord. We love you. And this is where you belong. Hii ndio kanisa lako. Asante sana wageni. Yako ya kwanza kuingia Nyamataro, ningependa usimame mahali popote ulipo usalimie kanisa. Wageni wetu karibu sana, tusimame mahali popote tulipo wageni. Asante sana. Amen. Amen.
Leo sisi wote, kuna mgeni huko nyuma, tumpigie makofi mazuri, asante. Kuna huyu amekaa karibu hapo na mgeni. Nataka mgeni asimame kwanza. Mgeni simama, huyo wa nyuma, mwingine amesimama hapo katikati. Tuwapigie makofi. Wengi simama vizuri. Ikiwa umekaa karibu na mgeni, nikaribishie mgeni vizuri, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Asante sana. Amen. Amen. Baada ya ibada, wageni wetu msikuwe na haraka kutoka. Amen. Mtapaki nyuma, tukutane hapo karibu na hiyo mesa hapo nyuma, tutajuana kabisa. Tutajuana vizuri. Ujue programu zetu za kanisa na Mungu atatubariki pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Goshen Fellowship, wherever you are, ningependa msimame. Goshen Fellowship wote. If you belong to Goshen Fellowship, tuwapigie makofi wanapotusalimia, tusalimie wave Goshen. Salimia Goshen Fellowship, asante, asante. Wengine wako njiani hawajafika. Asante sana Goshen Fellowship. Leo ndio wageni wetu wakubwa kwa sababu hii week ni wiki yao. Tumekuwa huko kwa Koinonia na Mungu ametupigania wote pamoja. 2 weeks ago, Reverend wetu, Reverend Ochengo pamoja na Sister Stella walifiwa na huko Makueni. I'm happy that wamerudi kanisani. Mungu anaendelea kuwatetea. They are very strong. Kwa hivyo ningependa niwapatie nafasi fupi wasalimie kanisa. Reverend Ochengo pamoja na Sister Stella Maris. Karibu sana. Tuseme asante kwa Bwana kwa umbali huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Teremuka. Tumeambiwa hapa ni nyumba ya ukiwa katika nyumba ya Baba unakaa. Bwana asifiwe. Unakaa sawa. Ukicheka unacheka. Ukitembea unatembea. Na kuimba na kutoa kila kitu unafanya sawa sawa. Bwana asifiwe. Na tuko katika nyumba ya Bwana. Deacon amesema kule juu kuna project inaendelea kwa nyumba ya mchungaji Bishop Celestes. Kuna opportunities zinatokea. Opportunity nyingi zinatokea na Mungu anazitoa zote tuweze kupata chance ya kupokea baraka zake, sehemu ya baraka zake. Kwa hivyo tukiwa katika nyumba ya Baba tumekaa sawa sawa, tunaimba tunacheza sawa sawa, na opportunity kama hizo zikitokea tusiachwe nje, tushiriki. Two-way players. It's better to be a reserve player, a player on reserve, than being a fan. Mchezaji wa kiba kuliko yule anatazama shabiki. Mchezaji wa kiba anangoja wale wengine wakichoka, anaingia na yeye anaweka nguvu. Kwa hivyo tukiweka nguvu zote pale juu kwa utukufu wa Bwana, tutapata ushindi. Kwa sababu Mungu, vile muimbaji amesema, the Lord makes a way where there seems to be no way. Hata ile mchungaji, kila Mungu wetu amepeana kila mmoja wetu kibawa. Mchungaji Reverend Asuma ameshare powerfully this morning. Na alipotoa mfano wa punda, yale mawe, ukiruza mawe, alisema mchanga, ukiangushiwa mchanga ni ya kutengeneza mbolea ya wewe kukua, ni mbolea ya kukufanya upa. Kama ni mawe ni ya kuchenga msingi wa kupeleka wapi? Juu. Bwana asifiwe sana. Ni kama mama yuko around, wacha nifupishe niseme hivi. Thank you so much. Na washukuru. Mulitupamba. Mulifanya nini?
mulitupamba na tukapambi. Wale waliweza kufika, tulifika in a large number. Na wale mulitusukuma tufike, mulifanya hivyo. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Na last week tungesema, lakini Deacon, thank you for making it today when our church is a full house. Sijui kama uliona walikuwa ukaona, wacha tuseme asante yetu siku ya leo. Mulituwezesha hata wale ambao hawangeweza kufika pale. Najua ukipamba mwenzako na Mungu nakupamba. Wala hamkufika, mlitusukuma, na kutokana na mchango wenu wale ambao wengine walikuwa na moyo wa kufika, iliwezekana tukaenda pamoja. Iliwezekana tukaweza kunywa hata maji njiani. Iliwezekana tukanywa maji tukirudi, na hiyo yote ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo mbarikiwe sana, na tuwe na moyo huo kwa kufanyia wote mazuri kama hayo, na Bwana awabariki sana. Thank you, Deacon. Asante sana Pastor, makofi mazuri kwa Bwana. Asante. Wakati huu sasa nataka ni mheshimu Bishop atuletee matangazo, baadaye atatuletea praise in worship. Karibu sana Bishop. Asante sana Deacon kwa kutuletea matangazo. Waje niwasalimie katika jina la Yesu. Mjambo. Hebu nisalimie kwa jina la Yesu Kristo. Yaani vizuri kuwa katika nyumba ya Bwana katika siku ya leo. Bwana ametujalia. Naona nyumba imejaa kabisa. So inamaanisha kwamba kuna baraka za Bwana katika kanisa letu. Nataka niweze kuleta tangazo moja ama mbili ndio tuweze kubarikiwa. Tumekuwa Gosen kwa mkutano wa Koinonia, na kazi imefanyika huku vizuri, na leo pastor amefanya mkutano huku, Pastor Sira. Nilimwombea jana awe ni church ya Gosen, kanisa letu la Gosen. Nimeombea Pastor Sira Mosomba Sira Njugoja. Nilimwombea pale jana, atakuwa anashikilia kanisa hilo. Na leo wamekuwa watu 22. Kile tunaomba Mungu aweze kutusaidia. Ile nyumba ambayo ilikuwa inawekwa pale, kuna nyumba ilikuwa inajengwa na Solomon tukiongozwa na Mzee Aliga, ni kama imeisha kwa sababu mabati imewekwa, na yale ambayo yalikuwa hayajabatikana nafikiri tulimaliza. So tunatoa alafu hiyo nyumba ishe, tuje katika kutengeneza shed ya kanisa ya Gosen, mahali mvua ikinyesha wanaweza kujifunika nayo. Igolende omosombo mono ono mabasi Gosen. Bwana asifiwe. Aka jinko bia sede dalio manene. Waja nimuombee tena hapa. Baba nakushukuru. Pastor Elias Asira. Asante kwa sababu umemuita kwa mwito mkuu, na ni asante kwa sababu amekuwa pamoja nasi katika ibada yetu tukisaidiana. Na leo hii Bwana tulimwombea jana pale juu, na leo tumemwombea mbele ya kanisa. Umupe neema katika ule mlima, umuonekanie kupitia yeye, ukaweze kuleta watu wengi katika nyumba yako. Yale ambayo hayajakamilika yakamilike kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Tambariki pamoja na familia yake. Jehova Mungu, mlima ule ukaweze kutii sauti ya neno lako Bwana. Uinuliwe na utukuzwe milele yote, maana wewe ni mwema. Atakapokuwa akifanya kazi pale tukisaidiana na yeye, neema yako iweze kumtosha kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. 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 Asanteni sana mtumishi wa Mungu.
niko na homa kubwa sana. Ni kama mambo hatari kubali nena sana, lakini Nyasaye anaumia. Amenisaidia. Asanteni sana. Amen. So hiyo tulimaliza vizuri na ikawa sawa. Nyumba ya mchungaji pale juu ya bishop, nilikuwa nataka niingie huku wiki hii. Kwani wewe nataka tikutira kwa jigoro. Bwana asifiwe. Wandombana kwa wakati igoro. Imogianga kwa wakati Masai. Amen. Wiki jana tulitangaza hapa, na kufikia sasa hivi nataka kuambia kwamba mambo ya ceiling tayari imewekwa. Ceiling ya bekirwe igoro. Ceiling ya beke tukoro mpaka saa 2 ya botuko. Na milango imewekwa yote. Milango ya bekirwe. Hebu nguo nje mbwateka. Milango ya bekirwe 4 oyo no yomo 2 3 4. Ege ndo kebole tena kego. Ile ambaye haijafanya nini ni kitu kidogo tu. Tuare kwa nyore birogo. Maneno yako kune. Uende pale juu utusaidie na viti. Uende pale juu utusaidie na TV elia nene. Elia ngana bune. Sinki tayari imefika. So mkipata nafasi tembea pale ili uangalie mahali ambapo unaweza kushikilia. Tuambie pale juu na jina la Bwana liweze kubarikiwa. Kuna mambo fulani Mungu ataanza kuyafanya. Kuna mambo fulani yasiyo ya kawaida yataanza kufanyika kanisa la Nyamataro. Waumini wote watakapohakikisha kwamba bishop ameenda juu. Anza kupeleka msaigo. Kwa sababu mtumishi ameweza kuenda katika mahali ambapo anahitaji kuwa. So Bwana wabariki. Timanye tiko seyo onde na agenda igoro. No ari igoro. Morigereti abo. Kai. Ono na baba na mangana akoroka ngenje yu. Mwarorire. Ya. Nyumba onye toko sieka, onye to bwate ibungu ga. Biribita yonya satoe aserietaria tata no mwana mweko chanu na buna diko ni itateba bwango ika toje tutangaza kitakinga ki omuso. Kwa sababu ya hayo ningependa niweze kuleta tangazo moja hapa ya harusi, alafu nilete wale ambao watatuongoza kwa praise, alafu tuende katika neno. Tunafuraha kwa okay, waja nianze. Pentecostal Assemblies of God, Sikonge PAG Church. Tangazo. Tunafuraha wenzetu wafuatao: Bwana harusi Benson Mozoti, mtoto wa George Nyanyuki na Nora Kemunto, mjukuu wa Patrick Matara, kanisa lake Gesarara PAG, wilaya ya kanisa Kisii, mtaa Nyamemiso Central, kijiji chake
Rio Masantaya tu, wilaya ya Utawala Kisii, Chimbo Kisii. Bibi harusi ni Violin Kemto, mtoto wa Jones Gechure na Yukabet Kwamboka, mjukuu wa Nyangeri Gechure, kijiji chake Bosamaru Ikonge. Kanisa lake Sikonge PAG, wilaya ya Kanisa Nyamira, mtaa Charachani, wilaya ya Utawala Nyamira na jimbo Nyamira. Harusi itatangazwa kama ifuatavyo: mara ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 4, mara ya pili tarehe 13 mwezi wa 4, na mara ya tatu na mwisho ni tarehe za leo tarehe 20 mwezi wa 4 2025. Harusi hii itaunganishwa mnamo tarehe 21 Aprili katika kanisa la Sikonge PAG na Reverend Dr. Richard Obuogi ambaye yeye ni General Secretary PAG Kenya, saa 6 adhuhuri. Harusi imeandikwa na kuthibitishwa na Reverend Joel Alita, mchungaji wa Sikonge PAG Church. Aliye na neno aseme sasa, la sivyo anyamaze milele. Proverbs 18:22, he who finds a wife finds a good thing. Yo konyoro mukungu onyori legentekia. Amen. Kuna yule mwenye anapinga hii harusi ya wenzetu Benson Masoti na Violin Kemunto enyangi wasese ni gwakora ngamambie ko bwatanirwa tarehe 21 enyangi tiga ebebiya. So nataka niweze kuleta praise and worship waweze kutupeleka katika kipindi hiki, alafu tuweze kubarikiwa. Amen. Enkoleta eliko na worship bata cover eliko nju eliko yo no mwana ona around yena bwata bana boka. Amen. Yesu asifiwe. Chote wacha ni tulea hiyo neema na chini ya hiyo mafuta. Ukiheshimu mafuta itakupeleka mbali. Ya kazi juu yako lazima uiheshimu, ifanye na kutende mema kali Yesu. Ona abantu banya mataro rango iga no banya uri otari gukora iga rigerelingo imore nero rengambu yale kora mukwane motebi ngano obwenerete ko bashirie talia Yesu. Arafu motebi abeke Sumaili aketa abeka motebi ko ara Sumaili bono chobite ko runyomba obite ko runjera paka ikanisa obite teba ngaga Yesu ra. Amen. Kabla tuingie kwa Bwana sifa, kisha baada tunaingia sehemu nyingine na Mungu atawabariki. Tumekuwa kule kwa crusade, tumeona Mungu, na sasa wacha leo niweke stamp na sema yale Mungu ametenda ni makubwa na inabidi tuyasimulie leo, ikiwa ni siku ya Jumapili. Kazi. Alafu utaleta tu ongeza siku. Binte binene ngeliyo girigia. Yes. Pia mikono yako tuna mbahi ni faraja.
weka simuliwa napita ulimwengu ujue umenitoa mbali ili wote waelewe ulikonitoa ni mbali kuwa baba umenitoa mbali sana umetenda kwanza umetenda weka mikono bidi ni ya siku bidi ni ya siku kumeza dawa sijui ni lini, sijui mara ya mwisho nilienda hospitali. Si kwa wema wako, ni kwa neema yako, si kwa sadaka nilitoa, ni kwa fadhili zako Bwana. Ndio maana nasimulia matendo yako, umetenda yale umetenda isipokuwa ni wewe Bwana, ningekuwa wapi? Ningekuwa sina mwelekeo wa maisha. Leo Bwana umenipa jina na vipawa, nimeshinda zaidi ya washindi wa dunia. Wakiona matendo yako kwangu leo wanashangaa. Umetenda Bwana, yanaonekana umetenda Bwana ni makuu sana. Inabidi niseme mikono yako hapa, sababu ni kweli anapita fahamu zangu. Basi
Yesu makofi mazuri sema amina. Bwana tebyo yikarase imoke igorashuri etaje Yesu. Hallelujah. Amen. Kama umekaa simama juu. Yes. Na kama una miguu keti. Yes. Onye kubwata magoro. Praise wakiendelea kuimba tunatoa sadaka zetu. Yeah. Mtatengeneza, mtapanda juu mpate nafasi ili watu wanapokuja ndio waweze kufikia hivi vikapu vyetu. Mungu ina nagoja igoro. Amen. Hallelujah. Wanapoendelea kuimba tutoe sadaka zetu na fungu zetu. Jina la Bwana litabarikiwa. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Sadaka zikiendelea kuletwa katika jina la Yesu na Mungu atawabariki. Inatu mkono wako juu na mnaisha asante Yesu. Tunakuabudu. Haleluya, tunakuabudu. Waweka mikono yako sema haleluya. Tunakupa sifa Baba yetu. Tunakuabudu. Amen. Mko tayari tu? Pandishia tembo kidogo kule tuwashe moto. Hello, are you ready? Eko weka shikilia tu DJ. Wachana haraka DJ, shikilia. Shikilia, weka mikono hivi juu. Weka Nora. Nora. Nyasaye. Nyasaye. No monguru. No monguru. Korendere. Kurendere. Tachaiti onde. Tachaiti. Yake bikikubatema ngatanchaiti. Tanchaiti. Teba ngamina. Amina. DJ, are you ready? Aya, nataka tuwashe moto sasa kwa jina la Yesu. Tunapompatia Bwana sifa. Aya, twende. Moja, mbili, tatu, twende DJ. Weka tu mikono yako hapa juu. Fanya namna hii tu. Weka tu hiyo mikono juu, inua kinanda juu, sauti juu. Hapo sawa, hapo sawa. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Inua Baba. Inua, inua. Wamama inua. Wazee wote inua. Wabibi lele. Hoja
I love you.
Baba. Unikona mjana unaima. Malaika wanaimba wakisema Yesu ni Bwana. Angetumanisha Bwana Yesu. Yesu ni Bwana. Tumenyesha Bwana Yesu. Yesu ni Bwana. Tumanisha Bwana Yesu. Yesu ni Bwana. Angetumanisha Baba. Yesu ni Bwana. Angetutengeneza Baba. Yesu ni Bwana. Baba kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Tumatemani kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Inua mikono yako juu. Ambia Bwana ni asante. Fungua tu kinywa chako, mwambie Bwana unaweza. Bwana Yesu tunakupenda. Tunaliabudu jina lako. Tunaliheshimu jina lako. Matendo yako ni ya ajabu. Alfa na Omega yoyote ni majina yako. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unainua walio chini, unawaketisha na wafalme. Wamama wako hapa, wazee wako mahali hapa, vijana wako mahali hapa, wote wameinua mikono kwa ishara ya kusaida. Asante Bwana Yesu kwa ibada ya leo. Asante Bwana Yesu kwa wingu la asante Jehova, ninakuamini Bwana, wacha neema yako itoshe, wacha Mungu yako itoshe katika jina la Yesu. Fungua waliofungwa, fungua waliogaramishwa na mapepo katika jina la Yesu. Inua mikono juu tu. Asante Yesu.
Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya asante kwa nguvu zako, kwa uwepo wako. Haleluya. Kwa hiyo mikono tu tulie mbele za Bwana. Rabababusha tayama. Imayanda la bababushe kitirika tabusha. You are the only God. -4 negative. Watu ya mikono yako juu. Nasikia ibada hii ya leo si ibada ya kawaida. Nasikia Roho Yesu kwa wewe. Israeli lipitalo majina yote,
Asante kwa ibada na fursa hii. Asante. Bao Bwana umenipa kusimama kwenye madhabahu haya. Asante Mfalme. Bali mtumishi wako anasimama. Oh, yes. Ni mkono wa Bwana umenibeba. Wewe ukainuliwe, nimepungua, wewe uongezeke. Mkutano huu Roho Mtakatifu ni wako. Naomba ujitwalie utukufu. Nena vile unataka kunena wewe mwenyewe. Tenda vile unataka kutenda wewe mwenyewe. Mimi ni chombo, nitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ondoa maneno yangu, weka kala moto, kaachilia mafunuo ya maandiko. Zaidi ya yote achilia mafuta mabichi yatiririke kwenye ndimi zangu. Nipe wepesi wa kunena. Mwisho wa ibada hii kuna mtu utaponya, kuna mtu utainua, kuna mtu utatia moyo, kuna mtu utapanua mipaka, kuna mtu utabariki, kuna mtu atapata mtoto, kuna mtu atapata biashara, kuna mtu atapata kazi, kuna mtu atasafiri nje, kuna mtu atainuliwa. Katika ibada hii Roho Mtakatifu nafasini yako. Kwa Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kuabudu. Waimbaji, Mungu awabariki sana. Pigia waimbaji hawa makofi mazuri. Nasema pigia waimbaji makofi mazuri. Tena mara ya mwisho, pigia waimbaji makofi mazuri. Nashukuru Bwana kwa sababu ya fursa hii amenipa niweze kusimama. Utanisaidia na bass kidogo. Kuna vile Eriko utanisaidia tu nisiumie. Nipe tu sauti mzuri ya microphone. Mzuri tu. Bado inua tu vizuri, alafu ipatie hello kidogo high. Alafu iwe mzuri. Asante Yesu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi Bwana amenipatia niweze mbele madhabahu haya ili niwe baraka kwa maisha yako. Jambo la pili, nataka nimshukuru baba wangu wa kiroho Bishop Kennedy ambaye ndiye amenilea na Amen. Ni yeye alinichochea na amefanya niweze kuwa mhubiri wa kusikika kimataifa na wa kuweza kuheshimika katika huduma kwa sababu ya kile ambacho alipanda ndani yangu. Sema amen. Waja kusema uko na baba na hujakaa chini ya huyo baba. Halo? Ya, nimekaa na yeye miaka 6 tukiwa msenia PAG. Nilikuwa kiongozi wa praise and worship. Nilikuwa naongoza kwaya na praise and worship. Nilikuwa nacheza vyombo kanisani na connect vyombo kanisani, na muoshea nguo, na mpigia viatu rangi pasi, nguo pasi, viatu rangi vizuri, na mpikia chakula. Na hakuna siku nililalamika wakati Bishop alikuwa ananikemea nikiwa nimetenda dhambi, ananikemea nikiwa nimeenda kwa njia ambayo ni mbaya. Wengine walitoroka, vijana wakatoroka, hawakuweza kuvumilia kukemewa. Lakini mimi nikakaa, nikasema nitakaa chini ya huyu mtumishi wa Bwana, maana kuna kitu ninaona ndani yake. Na siku moja akaniambia, mtoto wangu, kwa sababu umekuwa kumoja na utasimama mbele ya watu na watakusikiliza. Haleluya. Nikaja nikaenda shule ya Biblia, nikasoma, nikahitimu. Kutoka pale nikawa mhubiri, na Mungu amenibariki, amenipeleka mbali kwa sababu kuna baba nilipita katika mikono. Tuwa Mungu sema amen. Father like son. Vile unabarikiwa Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Bwana ambao tumekuwa tukizungumza. Usimama tu kidogo.
nikashiba na wengine nikabeba na sani kwangu. Bwana akubariki mtumishi wa Bwana. Naandaa mkutano hivi karibuni mkubwa, mtakuja kuhudumu pale, muone mahali mtoto wa bishop anatoka. Pigia Yesu makofi. Pokea salamu kutoka kwa mke wangu na watoto 4. Tumebarikiwa na watoto 4, vijana 3 na msichana 1. Kwa hivyo sijakuja kutafuta msichana hapa, mimi ni mzee mume wa mwenyewe. Kile kimenileta hapa ni neno niweze kukubariki niende kwangu. Kwa hivyo pokea salamu kutoka kanisani na kutoka kwa familia yangu. Amen. Leo Bwana, usiku nikiwa ninaombea mkutano, kuna neno utanisaidia hizo nini isiwe kafu. Vile nimezoea tu, tutaelewana na wewe. Naona tunakamatana. Lakini sauti ya chini usiku nikiwa naombea mkutano huu, kauliza Mungu, nimezungumza siku 2 Nyakobaria. Na leo Bwana, nitaongea nini mbele ya watu hawa, wasomi, watu waliohitimu, wadogo kwa wakubwa. Bwana, utanipatia ujumbe, maana mwenyewe mimi siwezi. Nikiwa naombea mkutano usiku wa saa 9, Mungu akanileta kwa kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18 haya yake ya kwanza. Na kitu ambacho ninaenda kuongelea ni madhabahu. Waandike tu hapo neno madhabahu. Kiwa namuuliza Bwana, nimeongea juu ya majira na nyakati. Nikaongea juu ya uwepo wa nabii akiwa katika mkutano. Na leo ikiwa ni ibada kubwa ya ibada kanisani, Bwana, nitaongea nini mbele ya watu wako? Mungu akaniambia, mtumishi wangu, nenda uongee juu ya madhabahu. Ambia mwenzako madhabahu. Naomba uambie mtu madhabahu. Ongea kwa sauti nisikie, mwambie mtu madhabahu. Wakati madhabahu ina nguvu, inactivate vitu, vinaanza kufanyika kwa njia isiyo ya kawaida. Wakati madhabahu yako hai, yanaleta uzima, inaleta baraka, inaleta uponyaji, inaleta milango kufunguka, inaleta miujiza kutendeka hata kabla uweze kuombewa. Wakati madhabahu yako sawa, wakati madhabahu yana uhai, wakati madhabahu yanawaka moto, hakuna hata mchawi akaingia kanisa akakaa, hakuna mganga kanisani akaweza kukaa, hakuna majini, hakuna pepo, hakuna mtu aliyejifungia irishi na madawa akaingia kwa kanisa akakaa. Maana roho aliye katika madhabahu hawezi akampatia amani. Roho aliye katika madhabahu hata ruhusu mchawi akae hapa, hata ruhusu mganga akae hapa, hata ruhusu mazingaumbo yaingie hapa. Akiingia roho ataanza kumtambua. Unasikia anaanza kupiga nduru, unasikia anaanza kusema hapana, niache niende, nilitumwa na fulani. Ni kwa sababu kuna madhabahu yanawaka moto, kuna madhabahu yanaongea, kuna madhabahu yana uzima, kuna madhabahu yana uhai. Naomba mchana wa leo katika jina la Yesu, madhabahu yaliyo ndani yako yapata uhai, madhabahu yaliyo maisha yako yapata uhai. Na wakati madhabahu yatakuwa hai, yataleta vyote ambavyo unavihitaji. Kwa mikono waje kusema amina kama ya watu wa dini. Sema amina ya Pentecost. Madhabahu. Tusome neno la Bwana. Nasikia roho wa Mungu ananisaidia. Wafalme wa Kwanza 18
haya yake ya kwanza. Ni historia ndefu, lakini nitasoma nikirukaruka na Bwana atatusaidia. Wafalme wa kwanza 18 na mstari wake wa kwanza. Nitasoma mwenyewe na tutasoma pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Wafalme wa kwanza 18, tuanze kusoma haya yake ya kwanza. Maandiko inasema, ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamujia Eliya katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana, kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatua manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumba, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. Enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wakutafute. Na waliposema ayupo, akawapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Na wewe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazame Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, Roho ya Bwana atakuchukua uende nisikokujua. Nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua. Lakini mimi ni mtumishi wako, na mcha Bwana tangu ujana wangu. 13. Je, bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya hapo Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji? Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, basi ataniua. Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele yake, hakika nitajionyesha kwake leo. Uandalai ni mstari wa 15. Basi Obadia akaenda zake amuone Ahabu, akamwambia, naye Ahabu akaenda kumlaki Eliya. Mstari wa 17. Ikawa Ahabu alipomuona Eliya, Ahabu akamwambia, je, ni wewe mtabishaji wa Israeli? Naye akajibu, si mimi niyewatabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabahari. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Kameli, na wale manabii wa bahari 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Kameli. Baba Mungu, ili ni neno lako, tawala uonekane. Kwa jina lako nabariki neno lako. Amen. Patie Bwana makofi mazuri. Historia ama hadithi ambayo nimeisoma ni hadithi ambayo ni ndefu sana,
lakini nataka Roho wa Bwana nisaidie kunena kwa ufupi ili Mungu aweze kuleta kila nataka kuleta kwa maisha ya msikilizaji aliye chini ya sauti ya kinabii mchana wa leo. Naongea na Elijah habari zake, mtumishi wa Bwana ambaye alikuwa ni nabii aliyebakia katika nchi ya Israeli. Manabii wa Bwana walikuwepo na Elia ni mmoja kati ya major prophets. Wakiwa pale katika mji ule wa Israeli, mfalme mmoja kwa jina anaitwa Ahab, linasema ya kwamba mke wake alikuwa anaitwa Jezebel, akawa ameandaa madhabahu. Jezebeli akatengeneza madhabahu watu wa Israeli waweze kuabudu. Akaleta miungu ya bahari, akaleta miungu ya Ashera. Wakaacha kumtumikia Mungu wa Israeli, wakageukia kutumikia miungu ya Ashera na miungu ya bahari. Na mkono wa Bwana na uwepo ukaondoka juu ya nchi ya Israeli. Maana madhabahu ya Bwana yaliweza kuwa dormant, madhabahu yakaharibika, maana kulikosa na mtu wa kusimama kwenye yale madhabahu ili Mungu akaweza kuonekana. Ndio Paulo akasema, kama utakuwa baridi na uwe baridi kabisa, na kama utakuwa moto na uwe moto kabisa. Israeli ambaye Bwana alipenda akawaokoa toka kwa mikono ya Farao, wakatumikishwa katika njia ya kuabudu miungu, wakaacha madhabahu ya Mungu ikaharibika, wakaingia katika madhabahu ya bahari. Mwanamke anaitwa Jezebel akachukua mamlaka yote, mume wake akabaki na jina ni mfalme, lakini uwezo wa nguvu za giza ambazo Jezebel alisintroduce katika nchi ya Israeli, akayainua madhabahu ambayo yalikuwa na power, yakakontroli mpaka Ahabu mfalme hakuweza kujua ni nini kitatendeka. Naye Bwana kwa neno la mtumishi wake Elijah, maandiko inasema Elia akafunga mbingu, hakukunyesha mvua kwa miaka 3.5. Hawakuona mvua katika nchi ya Israeli. Wanyama wengi wakafa, farasi wakafa, watu wakafa, watu wakateseka, maana kukuonekana mvua tena. Maandiko inasema ya kwamba Jezebeli akakamata manabii wa Bwana, akawaua wote wakaisha, naye akabakia Elia kama mwanadamu. Ikabidi atoroke kuponya nafsi yake. Akatoroka akajificha kwenye mapango. Akiwa pale kwenye mapango, Roho wa Bwana akashuka akanena naye, naye Mungu akatuma kunguru wanamletea chakula. Asubuhi analetewa chakula, analetewa mchana, analetewa jioni. Bwana akamwambia inuka ule, maana safari bado ni ndefu. Naye Obadia alikuwa ni mtumishi wa Bwana aliyependa Mungu tangia ujana wake, na aliweza kutambua habari za Elia. Inasema ya kwamba wakati Jezebeli aliwaua manabii wa Bwana, yule mfalme, yule mtumishi wa Bwana Obadia akachukua manabii 100, akaficha 50 kwenye pango, na akaficha 50 kwenye pango, akawapelekea chakula. Elia kwa sababu alitoroka kuficha nafsi yake, siku moja mfalme akaamuka akasema, nataka Elia, na Elia asipopatikana basi Obadia utajibu mashtaka. Kuna watu wanasema ukitaka kupata fulani tafuta fulani, ukitaka kujua ni hoteli gani wanakula tafuta fulani, ukitaka kujua ni mahali gani wanatembeanga tafuta fulani. Ikabidi atafute Obadia. Obadia kaambiwa, akapatiwa woni na mfalme, kaambiwa leo kama Elia aweshi akaonekana, angalia farasi wanateseka, angalia tumekosa maji, lazima utuletee Elijah, maana tunanaamini mnaongea na yeye.
mnascommunicate na yeye. Wakatafuta katika majimbo yote, wakatafuta katika nchi zote, hawakumpata Elia. Wakati Obadia anarudi toka pale, maana waligawanya nchi, mfalme akaenda na Obadia akaenda wakitafuta maji. Neno la Bwana linasema ya kwamba Obadia akiendelea kujiuliza maswali, kigafla tu Elia akatokea, akamwambia mtumishi wangu usiogope, ni mimi Elia Mtishbi nimeonekana mbele yako. Obadia akaanguka kifudifudi, akamwambia bwana wangu, kwa nini unakubali kunitesa? Mbona unatutia shida wa Israeli? Unataka Ahabu aweze kuniangamisha? Akamwambia kama isivyo Bwana leo, nenda ukamwambie Ahabu nitajionyesha mbele yake. Haijalishi vile waliua manabii wa Baali wa miungu, wakainua manabii wa Baali, haijalishi vile waliwamalisha, nikabakia na maana Bwana alimpatia confirmation, akamwambia leo jionyeshe mbele ya Ahabu. Kuna vitu utaenda kujionyesha mbele yake baada ya ibada hii. Kuna mambo yatajionyesha mbele yako baada ya ibada hii. Kuna maombi yatajibiwa mbele yako baada ya ibada hii. Kuna milango zitafunguliwa baada ya ibada hii. Kuna promotion ya kazi mtapata baada ya ibada hii. Kuna visa utapokea baada ya ibada hii. Kuna watu watasafiri nchi za nje baada ya ibada hii. Kuna connection za kazi baada ya ibada hii. Akamwambia leo, sio kesho. Kusa mtu mwambie leo. Kuna muntu matabi rero, Yakobo muno muntu taliko iwe kingo kwa matabi rero. Naongea juu ya leo. Kamwambia leo nitajionyesha mbele ya Ahabu. Haleluya. Kuna mtu atasema leo shida zangu zitabaki madhabahuni. Leo mahangaiko yangu yatabaki madhabahuni. Leo magonjwa yamenikumba yatabaki madhabahuni. Leo mateso na kilio kitabaki madhabahuni. Leo vile watu wananiongea itabaki madhabahuni. Maana kuna muujiza unajitokeza wenyewe mbele yako. Tua Mungu sema amen. Kilichofanyika ni hiki. Elijah akamwambia nenda. Kuna watu leo nitaambia nenda. Nenda ufaulu. Nenda ufanikiwe. Nenda uanze biashara. Nenda ndoa ipone. Nenda watoto wapite. Leo hii inasema Obadia akamwambia wewe ni mtu ninaelewa. Nikikuacha tu kidogo, Roho wa Bwana atashuka, atakuchukua tena kupeleka kwingine na sitakuona. Na kwa sababu hiyo Ahabu ataniua. Inasema Elijah akajitokeza. Ambia mwenzako nitatokelea. Ambia mtu nitatokelea. Ambia mwenzako nitatokelea. Vile mlinisoea last year, this year nitatokelea. Vile mlisoea watoto wangu last year, this year nitatokelea. Kuna vitu mpya vitatokeleza vyenyewe katika jina la Yesu. Elijah akatokelea mwenyewe. Kamwambia Ahabu niko hapa. Kila ulikuwa unahitaji kufanya, fanya. Kamwambia tusiende mbali. Wewe ni mtapishaji. Lia kamwambia sio mimi shida. Shida yote mumeileta ni wewe na nyumba yako. Mmemwacha Mungu wa Israeli, mmeitumikia Baali pamoja na Ashera. Kwa sababu hiyo mkono wa Bwana uko juu ya mji huu. Kawaambia wakusanye wa Israeli wote na manabii wa Baali na Ashera wapande katika mlima wa Kameli. Hapa ndio kuna kitu nataka nikuambie. Mlima wa Kameli ni mahali Elia aliishi kuweka madhabahu. Mlima wa Kameli ni mahali Elia aliishi kufanya connection pamoja na mbingu. Hauwezi tokelezea mbele ya maadui ukiwa mtu wa kawaida. Hauwezi tokelezea mbele ya wanadamu ukiwa mtu wa kawaida.
aweze kuwa na promotion, utokelezee kwa kiwa mtu wa kawaida. Watakumaliza, watakuua, watafanya watoto wako wasienda mbali. Lakini Elia kabla atokelezee akafanya connection na madhabahu katika mlima wa Kameli. Akija anajua nyuma yangu niko na backup. Madhabahu inanena, inaongea juu yangu. Ndio nimebakia nabii mmoja, lakini kuna madhabahu katika mlima wa Kameli. Maandiko inasema Ahabu akawakusanya wote. Elia akawaambia wapande katika mlima. Nikurudishe nyuma uelewe kitu. Elia akiwa juu ya mlima, mfalme Ahabu alituma askari 50 waende wamkamate, waende wamlete mbele ya Ahabu. Walipofika mlimani wakaangalia juu, naye alikuwa juu. Nimesikia bishop akisema nataka nipande juu. Haleluya! Wacha kukaa chini, kaa wapi? Juu. Elia akapanda juu, akakaa juu. Wakija chini wanamwambia shuka wewe, ama tutakuangamiza. Maandiko inasema Elia akasimama, kainua mikono, akasema kama ishivyo Mungu, moto ushuke. Moto ukashuka ukawalamba wala 50. Mfalme akatuma tena wengine 50. Tena Elia akasema kama Mungu ishivyo, moto na ushuke ukawalamba wale 50. Akawa sasa na encouragement, akasema nina Mungu. Akaondoka akasema sasa nitajionyesha mbele ya Ahabu. Wasi kujionyesha mbele ya maadui bure. Kama ujui nguvu zako ziko wapi, wasi kujionyesha mbele ya wachawi bure. Nasema mchawi ashindwe, hewe mganga shindwa, hata kuwekea moja na tafagia familia yako. Lakini utaongea ukijua madhabahu yako ina uwezo wa kuzungumza juu ya maisha yako. Sema amena nzuri. Elia akajua ana uwezo. Madhabahu ikatengenezwa, vitu vikawekwa, dhabihu zikaletwa. Hapo kwingine mnajua sitaki kuongea. Nataka kuongea habari juu ya kutunza madhabahu. Mtoto wangu ambaye angefanya form 4 this year akawest miaka 2 nyuma bure. Nikachapa huyo kijana, naitwa Emmanuel, my first born. Nikamchapa, ninamfunga kama, tunamchapa na mama yake. Nikakanyaga, nikaita mango zake, kaambia nisaidie huyu mtoto. Nikanyorosha mtoto, ikawa bure. Nikaita community mmoja, akanyoroshwa, ikawa bure. Shule akanyoroshwa, ikawa bure. Principal akaja kuniambia, pastor, unachapa mtoto bure. Mtoto ukimwangalia ni mwerefu, nimeangalia kila kitu, ni mtoto mwerefu. Kuna kitu kinafanyika kwa huyo mtoto. Kaniambia siku nyingine nasikia hivyo, nikampeleke hospitali hapa General. Akapimwa, hakuna shida. Nikambadilisha shule kutoka Nyamache Boys, nikamleta Tendere Boys. Kaniambia tena dadi sitaki hiyo. Nikampeleka Nyamagwa Boys, ako pale. Akiwa pale tena shida hiyo ikaanza. Kaweste miaka 2 ninasumbuka. Nimetembea, nimeomba, mpaka ninauliza Mungu, mtumishi wako, kwa nini Mungu unaniaibisha? Huyu mtoto wangu first born. Mhubiri mmoja akaja kuniambia, mtoto wangu, angalia kama kuna madhabahu ambaye inaongea kinyume. Na wesa huwa mtoto umpige mpaka ukampiga vibaya ukamuua, na ukakamatwa ukafungwa. Hali ya huyo mtoto sio ya kawaida. Kubadilisha mashule ngapi? 3. Hebu angalia madhabahu. Nikaangalia mtoto sio mgonjwa, mtoto si mjinga, mtoto ni mwerefu, mtoto ako sawa. Nikajua hapa kuna kitu ambacho kinatendeka kisicho cha kawaida. Kaita mke wangu, tukashikana mikono tukaomba.
na yule mtumishi wa Mungu alikuwa anatoka Kilgoris. Kaniambia usiku tuliomba kwangu saa 6. Kaniambia Roho wa Bwana amezungumza, kuna madhabahu fulani lazima utavunja, maana kwa familia yetu hakuna mtu alisoma akafika form 4. Class 8 drop out. Form 1 hapo hakuna mtu alifunja hiyo roho. So mtoto wangu amesoma ako sasa form 2, and yeye anafaa kwenda form 3 this year, angefanya form 4. Ile roho madhabahu ya kwetu ikaanza kuongea huyo kijana, na ni first born wangu asija akaenda mbali. Nikamwambia mke wangu akaniuliza tutafanya nini baba Emmanuel? Kamwambia kile tutafanya, tutauliza mtumishi wa Bwana ni nini tutafanya kulingana na vile Bwana amemsungumzia. Tukachukua dhabihu, tukanunua microphone ya 12,000. Nikachukua sadaka ya watoto wangu wote 4, nikaweka kwa bahasha. Ilikuwa December. Kaenda pale Kilgoris kwa madhabahu yake, nikawekelea hizo sadaka zote na dhabihu, na nikabeba watoto wangu wote tukaenda pale. Akachukua mafuta akaombea wale watoto, akafunja ile madhabahu ya kwetu ya kutosoma, ya kukataa shule. Unachapa mtoto asikii, unafanya hii na hii mtoto asikii. Kutoka hiyo siku mpaka wa leo, kwa hii madhabahu nimesimama mbele yenu, mtoto wangu anasoma na anapata vizuri mpaka alipatiwa zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu hautavishughulikia kama mtu wa kawaida. Elijah angejitokeza mtu wa kawaida angeuawa, lakini mbele yake kuna maadui, na nyuma akawa na madhabahu ambayo inanena kwa ajili ya maisha yake. Hii mambo mkiambia unasema hiyo vitu hakuna, hizo vitu hakuna. Hizi vitu naongea zinafanya kazi. Kama una mtoto utaelewa kile ninasema, kama umekuwa na wako kama wangu aliyenisumbua. Lakini leo hii shule ako pale, kila kitu ako pale, na niambianga dadi, wacha Mungu akubariki, nitakufanya proud siku moja, endelea kuniombea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Kuna madhabahu tumeyavunja. Naweza kuwa kanisa, nasema mimi niliokoka 1964, sijakataa. Wokovu yako ya 19 hata ukiingia 1924 ni sawa, lakini nionyeshe kutoka 24 mpaka saa hii Mungu wako nini amekufanyia. Wokovu wako umezaa faida gani katika ufalme wa Mungu? Elia akaangalia shida ya Israeli iko katika madhabahu. Ndiye akapanda mlimani wa Kameli, akaitisha vyombo vya kutengeneza madhabahu. Alipotengeneza madhabahu, ndiye akawaambia kusanya wote wapande katika mlima wa Kameli, maana alijua madhabahu yako sawa, connection iko sawa, dhabihu ziko sawa. Sasa wacha Mungu wa Elia aonekane. Uwezi kuitisha mtumishi wa Bwana, uwezi ukaitisha moto kutoka mbinguni ukiwa mtu wa kawaida. Unasema wacha moto ushuke na ukalamba wale maaskari. No, sio mtu wa kawaida alifanya hiyo vitu. Binasema ukisoma hiyo 18 verse number 21, inasema and he repaired the altar of the Lord. Alijenga madhabahu ya Mungu yaliyokuwa yameharibika. Kama Mkristo, madhabahu ya Mungu ndani yako yako dormant, magonjwa hayatatoka kwa familia yako. Kama Mkristo, madhabahu ya Mungu haina uhai ndani yako, bado utalia tu kifua. Utachukua pesa hospitali, utakuwa na daktari wako specialist, ndio sijakataa, lakini utatembea, utamwaga pesa, mwishowe unamalizia kupoteza maisha yako, kwa sababu kuna madhabahu unafaa ushughulikie, na ukishughulikia vitu vyako vyote vitapona. Sema amina, usiseme haina shida mimi. Kinataka upokee kile na kufundisha. Merudi kuongea kama mwalimu ili uelewe ni nini nafundisha. Wakati mtu anaroga, hawezi akaroga bure tu. Huwa anapanda mahali palio juu
mahali pameinuliwa, ndio wanaita madhabahu. Na akienda kwa yale madhabahu, anakuwa na dhabihu na sadaka na kila kitu kila anapeleka katika yale madhabahu. Anafanyiwa uganga wake, anafanyiwa uchawi, zile vitu akiongea. Ndio maana wakichukua picha anasema huyu ni moraa, wanakaa vizuri. Wakosana na mume, hiyo gari alinunua imuuie daraja, hiyo biashara, hiyo duka ifungwe, na inafanyika. Na umeokoka, na uko Jumapili hapa unaimba, na uko Sunday hapa kanisani unasema yes, yes, hallelujah, lakini haujajishikanisha na madhabahu yako. Kuna vitu hautafikia. Wakristo wa Pentecost tuliacha vitu vingi, tukachukua njia ya kawaida. Mama yangu alipozika watoto 4, ndio nilijua kuna uchawi Kisii. Ndio nilijua kweli kuna madhabahu inanena. Dada zangu 2 mapacha wakafa, ndugu zangu 2 mapacha wakafa, watoto 4, kaburi ikachimbwa kubwa, akasika watoto wote 4 ndani. Akafungiwa mgomba wa ndizi hapa. Wamama wakamulilia mama yangu. Mama yangu alipopata injili ya Pentecost, akafundishwa haya maneno, ndio tukaingia kanisa ya kiroho. Tulipoingia tukafundishwa jinsi ya kudiri na altars za kifamilia, za kazi, za kutofanikiwa. Tukaanza kudiri na hizo madhabahu. Mtoto alikufa kwetu wa mwisho alikuwa ni ndugu yangu na mtoto wa dada yangu. Kutoka hiyo siku ndio tulisema roho ya kifo kwa familia ya mzee Joseph Ogembo, the spirit of premature death, imechukua watu wanakufa matanga hapa. Tukasimamisha tukasema ifike mwisho, ikifike mwisho, ifike mwisho. Hiyo familia hatujaiona ugonjwa. Kila siku ni hospitali, kila siku ni hospitali, kila lazima kuwe na matanga. Leo mpaka leo hii, miaka imepita kutoka 2007 mpaka leo hii, Yesu amesimama pamoja nasi. Maana kuna madhabahu yalikuwa yanazungumza. Sikiliza nikwambie, unaweza kuwa umeokoka, unaweza kuwa uko katika nyumba ya Bwana, usipoelewa nguvu za madhabahu vile zinafanya kazi, unaweza kaa tu na vitu vikatendeka unaona ni kawaida. Nombanga maombi omonene na yoroche mejande monene taraka na taroji mejando noroche timbu atibo benonde na maana tobu atibo benonde, lakini ayego ikera bono tora manyanga amataba unara atalia kawaida na ayo imokibi wango pia mataba wa anya sai atuale chinguru maminjana mataba wa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Elia kuomba, Mungu akaonekana. Ndio mkaimba wimbo unasema na ijulikane kwamba yupo Mungu wa Elia. Waachana na Elia. Kwa nini usiseme ijulikane Mungu wangu na muabudu kwa madhabahu? Mungu naye mtumikia Nyamataro PH. Mungu naye muabudu katika madhabahu ya Nyamataro PH. Haya madhabahu yanitetee. Haya madhabahu yaponye ndoa, yaponye watoto wangu, yaponye biashara yangu, yaponye pesa zangu. Una madhabahu hapa yana uwezo, yana nguvu za kuzungumza kinyume na madhabahu yale yanakutesa. Shida ni hii, je, na hayo madhabahu una connection na huyo mtu wa Mungu? Una connection na dhabihu zako kwenda kwa Bwana? Hiyo ndio inaleta tofauti peke yake. Mchawi anaenda anakanyagia anaweka. Kuna anti yangu akiniona nikipanda kwa nyumbani anapitanga mbali njia huko, anapita huko na tunajua mambo yake. Nikipanda anapita huko. Kuna mama jana aliniambia, pastor, wewe ndio yule ulihubiri sayari. Ulihubiri sayari ndio Pastor John Kefa. Nikamwambia ndio, hata kama niliacha kuhubiri huko sasa inabidi nitarudi sayari. Nikamwambia ndio mimi. Akaniambia, pastor, kuna kipindi ulihubiri juu ya Herode, aliyetafuta nyota ya mtoto amekufa. Nikamwambia ndio mimi. Kaniambia ile siku ulinena nilikuwa mgonjwa, ile siku ulinena
kuna mambo nilikuwa nayapitia, lakini vile uliomba kwa redio, kutoka hiyo siku mpaka wa leo, Pastor, kifua ilikuwa inanisumbua, hiyo kitu iliisha, mpaka leo mimi ni mzima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikutendea kitu, rudi mpaka kwa madhabahu, uchukue sadaka ya kushukuru, mwambie Bwana asante maana umenitendea hii. Asante maana watoto wamepita mitihani. Asante maana familia yangu umetupatia mali. Hiyo ndio siri ya watu waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Naenda na kumalizia. Kisoma pale katika mstari wa 41 kuendelea, hebu tusome pale. 41 inasema hivi: naye Eliya akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tena. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, nenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi, kwa maana wingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikasa viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Sema amen. Hapa ni baada ya Eliya kuua wale manabii wa bahari wote na Ashera. Hakupona ama hakuokoka hata mmoja. Maana madhabahu ya Israeli imerejeshwa katika hali ya kawaida, na Mungu amerejesha utukufu wake kwenye madhabahu ya Israeli kupitia Eliya juu ya mlima wa Kameli. Sasa anashuka na mwambia, ambia Ahabu atandike farashi, ajiandae, achukue farashi, maana muda si kitambo mvua inaenda kuanguka. Ambia mwenzako, muda si kitambo baraka zako zinaachiliwa. Ambia mtu, muda si kitambo vitu vyako vilipotea vitajileta vyenyewe katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na alipotangulia akamwambia, mwambie Ahabu achukue aende, maana mawingu yamebadilika. Akatuma mtumishi wake, nenda uangalie baharini. Kaangalia kuona kitu, akamwambia, henda mpaka mara 7. Ni mara ngapi wewe umekuja maombi ya wiki? Ni mara ngapi wewe umejiconnect na madhabahu? Ni mara ngapi wewe umefunga na kuomba? Ni mara ngapi wewe umetafuta Mungu ndio ulio useme Mungu hajasikia maombi yako? Kaenda mara ya kwanza, kaenda mara ya pili, akasema sijaona kitu. Kamwambia enda mpaka mara 7. Mara ya 7 akasema nimeona kawingu kama mkono wa mtu. Kamwambia, mwambie Ahabu, mawingu muda si muda hali itabadilika. Wangapi wanaamini kuna hali itabadilika kwa maisha yao mchana wa leo? Wangapi wanaamini kuna magonjwa yataondolewa kwa maisha yao mchana wa leo? Wangapi wanaamini kuna tofauti itaonekana kwa maisha yao mchana wa leo? Weka mkono wako chini. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie madhabahu yako yana nguvu. Madhabahu yako ya wokovu, madhabahu yako ambayo Mungu amekuita na akakuokoa. Je, yala madhabahu yako yana uzima, yana uhai, yana moto? Hakuna vile magonjwa itakaa ndani ya mtu ambaye anaomba.
itakuja, sikatai ya utapitia, lakini inaipita ikiondoka. Hakuna vile mtu anaweza kukulaani mtu aliye na madhabahu yaliyo hai ndani yake. Ndio maana Baraki na Balaam, kalia wana wa Israeli wanalaaniwa, madhabahu iko hai, inakataa, inasema isio kisasi cha laana, ni kisasi kilichobarikiwa. Nataka nimalize nikisema hivi, madhabahu jinsi unavyoyaendea ndivyo jinsi yanakutumikia. Madhabahu jinsi unavyochunganisha nayo, hivyo ndivyo madhabahu inanena juu ya maisha yako. Madhabahu jinsi unaitunza ule moto usiondoke madhabahuni, hivyo ndivyo madhabahu yako yatazidi kuwa na uwezo na nguvu za kukupigania wewe. Katika nyumba yangu uko ndani kuna mahali nimetengeneza, ninaombea. Mtoto akanyagi pale, hakuna mtu anacheza huko. Huwa ninaenda ninajifungia bedroom na mke wangu anajua. Nimetenga mahali tu karibu na kitanda. Ninaenda nikaita mahali hapo Bethel. Ninakisema ninaenda Bethel, mama anajua. Hata akaja nani? Akaja mtu nikiwa Bethel, anamwambia yuko maombi, wewe kuja after 1 hour ama baada ya masaa fulani. Maana kuna madhabahu. Sio ngojei Sunday niende kuhubiri kanisa ama Friday ndio niende maombi. Madhabahu yangu wiki nzima, siku zote yako hai. Iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, iwe ni kazini. Hapa town nina studio, nina madhabahu. Najifungianga ndani, ninaomba Mungu. Wakati ninaona hakuna mtu, nafunga milango zote, niko pale ndani, ninaambia Bwana asante, nitetee, nipiganie, usiniache. Madhabahu yako yawe hai. Simama kwa miguu yako kila mmoja. Simama kwa miguu yako kila mmoja. Kuna kitu nataka tufanye kisicho cha kawaida ambacho kitafanya to provoke mbingu iweze kutenda kitu kwa maisha yetu. Nimerudi kuongea pole pole, nikueleze ili uweze kunielewa. Nilisumbuka sana, niliteseka sana, lakini nikajua shida yangu madhabahu tu. Madhabahu ya Mungu ndani yangu yalikuwa dormant. Hata kama mimi ni mtumishi wa Mungu, madhabahu ya Mungu ilikuwa chini sana. Unahitaji mtu ambaye atakuambia haya maneno. Unahitaji mtu atakuonyesha na kuunganishe na njia ya kushika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuchukue hatua leo, na usifanye ibada hii kama ni ya kuzoea. Kama unafanya ibada ya kuzoea kama Sunday na Sunday, hauwezi ukapokea kitu kutoka kwa hii madhabahu. Kuna mtu atakuja hapa akapona na wewe utabaki pale ukiteseka. Kuna mtu mwingine atakuja hapa abarikiwe na wewe ubaki pale. Mgeni anaweza kuja hapa akatoa kitu hapa akaenda nacho na Jumapili ashuhudie, na unasema na mimi nimekaa na hii madhabahu na hakuna kitu nimeiona. Bishop ameniombea sijawahi ona kitu. Nimeombewa nimefanya hii sijawahi ona kitu. Angachunguza madhabahu yako na uiangalie vizuri. Elijah kansia madhabahu. Kabla aje kujitokeza kwa hapo, alianza kutengeneza madhabahu. Maana alijua haya madhabahu yatanena, maana mimi ndio nabii nimebakia. Naongea na mtu huenda umebakia. Huenda kuna kitu kimekubakia. Huenda kuna biashara ndio peke yake imebakia. Huenda kuna kazi ndio peke yake imebakia. Huenda kuna mtoto peke yake ndiye amebakia, hajapata kazi, hajaolewa. Wengine wamefanikiwa. Nataka nikuambie leo hii, hata pasipo maombi mingi, jua jinsi ya kujitokelezea na kujiunganisha na haya madhabahu. Na maombi ya haya madhabahu yatafungua maisha yako kwa jina la Yesu. Sema amen. Watoto wako wanarudi shule. Ujui kwa shule wanakutana. Leo nimeongea na deacon wa kanisa hapa.
akawa ananiambia kuna mtoto wa ndugu yake sijui imefanyika 1-2. Mtoto tu baba anamwambia hii ni makosa. Ti mtoto akatoka tu usiku hivyo. Akaenda akafungua gate, akaenda hivyo. Wakatafuta usiku wote, mtoto hajapigwa, hakuna kitu kimefanyika. Nami nikampatia Rami ushuhuda wa mtoto wangu huyu kijana. Hawa mna watoto wako shule. Jaribu sana kuinulia mtoto wako madhabahu. Ujui wala anasoma na wao ni watu wa njia gani. Kuna wengine wanatoka nyumba za uchawi, wana madhabahu za uchawi, wana madhabahu za giza. Wanakuja tu kufunga nyota ya watoto wengine. Mtoto anakataa shule, ukafanya hivi, vitu haviende vizuri. Jifunze wakati unatoa madhabahu na dhabihu yako kwenye madhabahu, jifunze kuunganisha, kutolea na watoto wako kwenye madhabahu. Na unasema Mungu, hii nimetoa kwa sababu ya Kevin. Kevin wangu ako 1-2. Mary wangu ako 1-2. Hii dhabihu nimeconnect kwa madhabahu haya ya Kameli. Mungu, naomba kama kuna madhabahu kinyume na hii familia yangu, kinyume na kijana yangu, kinyume na mtoto wangu, unaanza kusema kwa madhabahu nimechunganisha naye, ianze kunena kwa ule mtoto, ikavunje kila laana, ikavunje kila kizazi, ikavunje kila magonjwa, ivunje kila roho ya kukataa shule. Utaona huyo mtoto atasoma, ataenda university, uje kuitisha michango tukupatie mtoto aende mbali. Shughulikia madhabahu, wachana mambo mengi. Shughulikia madhabahu. Shughulikia madhabahu. Mimi huyu ninakuambia ni ushuhuda ulio hai. Kwa familia yetu mtu wa kwanza kujenga nyumba ya mawe ni Pastor Eric, ule ndugu yangu ambaye amekuwa kiimba hapa. Akaangusha nyumba, kamwaga madhabahu, nyumba ya room 6. Wakasema huyu kijana mdogo atatoa wapi pesa? Akasema na kama Mungu wetu anaishi vile walidharau hii nyumba ya familia Yogemba, tuna shamba, hakuna mtoto alisoma akahitimu, ana vyeti, ana certificate. Akasema huyu Mungu namtumikia kwa madhabahu, hii nyumba nitamaliza. Akanunua mabati tena ile ya bei. Akasema kama Mungu namwabudu, sitaweka nyumba yangu mabati ya hasara, nitaweka mabati ya kupatia Mungu utukufu, ili shetani ajue hata sisi Mungu anaweza kutubariki. Amepiga bungalow nyumbani, imetisha kijiji, imetisha. Walimu wametuzunguka, walikuwa wanatudharau. Bishop anajua hao walimu, sitaki kuongea majina yao, walitudharau. Anatupatia kazi ya kuosha choo, tunamsukumia gari, maana kwetu kuogemba kuna mtu alisoma. I'm telling you, toba sego chayo mwana bwo muntu kogiche nkole gwaka ebinto igora abi. Nikawa naenda kwa Bishop Ken, nikinamwambia pastor kwetu sijui, akaniambia mtoto wangu anatuombea sana, mpaka siku moja kuna maombi aliniombea, akasema Kefa kijana yangu, Bishop huyu akasema uka ambao sitafika kule, sitafika mimi kama baba yako, ninaomba Mungu akuinue upande mapega yangu ufike kule unataka kufika. Kutoka nifanye hiyo maombi, siku moja nikafungua duka. Mke wangu akaniambia hakuna mtu ataombea duka yangu, enda uite baba wetu wa kiroho Bishop Kennedy Oga. Akaja akaombea ile duka, akaitabiria ile duka, kaambia Esther, mumetoka mbali, mlikuwa maskini na mmeniheshimu kama baba yenu, nije kuombea hii duka mmefungua, hautawahi filisika, hamtawahi kosa karo ya watoto wenu shule. Mke wangu hiyo duka ikawa kubwa, ikaendelea mpaka leo hii ako na hoteli. Unahitaji mtu ambaye atakuconnect. Unahitaji mtu. Nyumba imejengwa huko, leo hao walimu wanatuangalia. Nikanunua gari yangu ya kwanza RAV4, yani iko kama RAV4 CRV Honda, iko na tire kutoka nyuma, iko na miguu, gari safi yangu. Nikaiacha kwa barabara siku 3. Mama anauliza hii gari ni ya nani? Mimi siongei, hii gari ni ya nani? Hakuna hata mke wangu hakujua. Siku ya 3 nikaja nikaita baba yangu, nikamwambia hii gari baba na mama kuja, nikawashika mkono wakiwa bara na mama yangu ananiita sokoro bane gari ya bera mende tu asinyirunga ne yangu.
Nikachukua kifunguo nikafinya chui, kafanya chui. Kasema na hiyo imetokea wapi? Nikapea baba yangu nikamwambia funguo hiyo gari ni ya mtoto wako. Hiyo ni gari yako. Baba yangu aliweka magoti kwa barabara. Mama yangu alipiga nduru akalia kwa barabara mpaka watu kwetu ni kwa barabara. Watu walikuwa wanapita wakashangaa. Akatoa machozi, akashika hiyo gari akarala hivi kama analia machozi. Kasema nani alijua familia hii nyumba za permanent, mashamba tunaweza kununua. Wale wote walinunua hizo mashamba. Tukasema hatutanunua shamba nje. Hawa kwanza tutawaondoa. Wa kwanza alikuwa ni charge wa koti mwenye alinunua hiyo shamba. Nikaenda nikachukua ile mchanga nikaweka, nikaenda nayo kwa madhabahu kanisani. Nikaweka magoti chini Disemba. Nikainua ile mchanga juu. Nikasema hii ni shamba yetu. Baba yangu hakunipea shamba na mimi niseme baba yangu alinigawia. Hawa watu walinunua shamba. Maana hii familia kuna mtu ambaye alikuwa na nyota ya kusaidia wa watu. Leo Mungu umetubariki. Tunahesalipa hiyo shamba ikarejea. Mungu tunadai hii shamba irejee. Yule chaji akawa mgonjwa akakosa pesa. Akapigwa na pressure, kapigwa na nini, magonjwa ikamjalia. Akaja akatuliza, pastor, hii shamba yenu nataka mnirudishie pesa. Ninataka 1500. Yule pastor Eric alikuwa na nusu milioni. Akasema ngapi? 1500. Akamwambia leta namba ya M-Pesa. Akamwekea 500,000. Akamtumia 300 nyingine akasema nipe cash maana naenda hospitali. Huyu akampa 1500 na hapa alirudisha hiyo shamba, ndiye amepiga permanent kubwa. Watu hawakuamini, wasema mwana bogembo atiri kio chake kilikuwa gacha pasteri kwa gacha nyumba ngai harusi chibesa akanga harusi mu gambi humo chachi humo gima. Nataka nikuambie maombi ina control. Maombi ina control. Maombi hata uwe nani, bora magoti kwa madhabahu na madhabahu iongee, atawe nani atarudi chini. Leo enda hiyo boma uone. Ninabadilisha magari kama nguo. Hii ni gari yangu ya 3 yenye niko nayo sasa. Wacha niringe. Uzuri siongei uongo, bishop wako hapa. Yeye ndiye alituombea. Ndio maana najua siri ya madhabahu. Hakuna mtu maskini. Hakuna mtu hawezi fanikiwa. Hakuna mtu hataishi vizuri kama utashughulikia madhabahu kwanza. Sema amen. Nataka tuende kumtolea Mungu. Haitwi sadaka, ni dhabihu. Ni dhabihu ya madhabahu. Na sio mimi unapea. Mimi sitaki pesa zako. Mimi sitaki chochote kutoka kwako. Lakini mimi ninacho kitu ambacho nitajiria juu ya maisha yako kutoka kwa haya madhabahu. Nataka tuchunganishe na haya madhabahu. Kabla nifanye ombi moja la nguvu, napomleta bishop atamatisha. Kila mmoja natamani sana ungejiunganisha na madhabahu. Siku moja utaambia bishop, leta yule mtoto wako Pastor John Kef aje hapa tumubariki, maana neno alilotamka imetendeka kwa watoto wangu, imetendeka kwa nyumba yangu, imetendeka kwa mume wangu, imetendeka kwa mke wangu. Biashara zangu zimefanikiwa. Alicho nacho mtu ndicho atakapo kupa. Nataka uchukue dhabihu yako nzuri, dhabihu nzuri. Sema hii dhabihu nimetolea watoto wangu vile wanarudi, hii nimetolea mke wangu, nimetolea familia yangu, nimetolea Mungu. Najiunganisha yale yote. Wenda kuna madhabahu inafanya usiendelee. Wenda kuna madhabahu inafanya napitia hiki ninapitia. Bwana kama kunayo leo hii madhabahu yangu yapokee nguvu, yapokee uhai, yapokee ushuhuda, yapokee. Utaona vitu vitafanyika kwa maisha yako, vitu ambavyo sio vya kawaida. Tu wa Mungu sema amen. Na hii sio lazima ni kwa yule ameelewa ni nini roho anazungumza. Ni wale wachache tu wanapata ufunuo. Nataka uchukue dhabihu yako. Tukiendelea kutoa hiyo dhabihu, kuna wimbo nimeimba nataka niimbe. Kuna wimbo nataka niimbe. Dhabihu yako unaleta uwekere juu ya madhabahu haya. Kuna wimbo wangu unasema Yesu na roho. Nataka uleta dhabihu. Chukua dhabihu uweke tu juu ya haya madhabahu. Nisongezee tu hii nini ya sadaka kidogo pale hivi kidogo. Ana hapa ndio nataka bishop asimame anapoenda kutuombea.
Taka uchukue dhabihu nimeelezea enaira na korokereria nali omanye ninki ama tibaunge ntoki. Kama umepata tu ufunuo bali banyorero komanorero gwakerio moiko gukwana na buboka barakora haya. Nicheze worship kitu kidogo nitaimba baadaye. Heri ni jina, heri ni, oh hallelujah, heri ni jina la Yesu. Oh, heri ni jina, heri ni jina la Messiah, heri ni jina la Yesu. Heri baraka imba zote, heri baraka kibodi cheza inua juu, heri baraka za Yesu. Heri baraka, haleluya, heri baraka za Yesu. Heri ushindi, tuimbe zote, heri ushindi wa Yesu.
hata kutoa kinanda, unatoa bitu na unacheza tu nomo. Asante Bwana. Mahali nimesoma mstari wa mwisho vinasema, baada ya Elijah kutengeneza madhabahu na manabii wakapigwa wa Baali, Israeli ikapata nguvu tena. Sasa Mungu akambia Elia, masaa na majira yamefika. Mwambie Ahabu, anga nasikia inabadilika, atandike farasi, maana masaa machache mvua inaenda kuanguka hapa ya ajabu. Nasikia anga imebadilika, kuna mvua itanyeshea watu katika huu mkutano. Nasikia anga imebadilika, kuna watu maombi yao inajibiwa. Nasikia anga imebadilika, kuna magonjwa yanaondoka katika mwili wako. Nasikia anga imebadilika, kuna miujiza inaenda kusalika katika jina la Yesu. Kamwambia mvua inaenda kuanguka hapa. Miaka hiyo yote hawakuwa na mvua. Kuna vitu unavitaka, kuna mambo imechukua miaka, kuna ukame umepitia, kuna dryness imekuwa kwa maisha yako, katika Ukristo, katika maombi, katika kumtumikia Bwana, katika kufunga. Ulifunga maombi siku ya mwisho lini? Uliendea Kameli, ulienda Bethel kufunga mwisho lini? Masaa yamefika, Bwana anakurejesha hali ya kawaida. Na baada ya madhabahu kurejea kwako, kuna mvua Bwana ataachilia. Kila mvua ambayo imekuwa ikifungika muda mrefu, ukame wa kila aina, Bwana anaenda kuachilia mvua. Mvua ya baraka, mvua ya biashara, mvua ya pesa, mvua ya utajiri, mvua ya uponyaji, mvua ya promotion, mvua ya kupanduka, mvua ya connection. Katika mchana wa leo, katika aya madhabahu, wa mikono yako juu kila mmoja. Sikia kuna kitu kimebadilika. Sakara mama yandere bosaya. Riba yanda lama. Riba sekeria babo yanda. Makata yandere rebosi. Karia baba bosapa. Yanda baba bosaya. Riaka yaka setete. Riba baba baba sete riba mama. Rika yando kotoria babo kote yema. Katika jina la Yesu. Yes Lord. Roho wa Bwana shuka. Roho wa Bwana anza kufanya kazi. Roho wa Bwana anza kufanya operation. Operation kwa wagonjwa. Operation kwa ishi ndoa. Operation kwa ishi biashara. Operation kwa ishi ofisi. Operation kwa ishi kazi. Operation kwa ishi huduma. Operation kwa ya madhabahu. Katika jina. Yes Lord. La baba baba yelelelo. Yes. Jiachilie tu mbele za Bwana. Jiachilie mbele za Bwana. Yelelele. Oh! Nasikia wingu inabadilika. Hapa inabadilika. Milango zako zinafunguka. Haya madhabahu ambayo umechunganisha, naomba ya madhabahu yakakunenee. Naomba ya madhabahu yakakuponye. Naomba ya madhabahu yakakufungue. Naomba ya madhabahu yakakuinue. Waliyedharauliwa kama nyumba yetu, watu waliyesema leo, haya madhabahu ya nene, haya madhabahu ya nene, hiyo visa ambayo umeiongojea, haya madhabahu ya nene, hiyo ugonjwa ambayo umeita ugonjwa wako, haya madhabahu yakaondoe katika jina la Yesu. Ninasikia wingu la miujiza, ninasikia wingu la uponyaji, ninasikia wingu la kubadilika, mabadiliko katika maisha yako, mabadiliko kwenye ndoa yako, mabadiliko kwa kazi yako, mabadiliko kwa biashara yako, mabadiliko kwa huduma yako, mabadiliko katika masomo yako, katika jina la Yesu. Sekerebo ya marababozaya, riba baba ya kama baba. Unastahili ewe Yesu, unastahili
Simama kwa miguu yako. Bishop anaposongea hapa karibu. Kuna mmoja kama usikii vizuri. Haya ni masaa ya miujiza. Haya ni masaa ya kutembelewa. Kwa mikono yako juu kila mmoja. Rudia ya maombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu. Siku ya leo nimejiunganisha na madhabahu. Naomba haya madhabahu yanene, yaongee juu ya maisha yangu, yaongee kwa watoto wangu, kwa nyumba yangu, kwa biashara yangu, kwa afya yangu. Kila madhabahu yaliyoinuliwa yanayonena kinyume na maisha yangu, kinyume na familia yangu, mchana wa leo madhabahu yangu yana nguvu, yana uwezo, yananena. Kila madhabahu ya uchawi yakafunjike, madhabahu ya uganga yakafunjike, laana za ukoo zikafunjike katika jina la Yesu. Bwana ukanifungue, Bwana ukaniponye, Bwana ukanibadilishe katika jina la Yesu. Maisha yangu yabarikiwe, familia yangu ibarikiwe, kazi yangu ibarikiwe, biashara yangu ibarikiwe katika jina la Yesu. Sema kuanzia leo, mahali sitaweza, haya madhabahu yakaniwezeshe. Mahali sina nguvu, haya madhabahu yanitie nguvu. Mahali nimepungukiwa, haya madhabahu yakalete msaada kwa maisha yangu. Hiyo mikono juu napomheshimu askofu akaweze kuja atamuke baraka. Amen. Omonene aya Nyasaye nayo konyara undeteyo oyunga unaye. Tunakushukuru kwa sababu umetuzungumzia katika mjana wa leo. Umewatumikia watumishi wako jinsi ulivyopanga katika mkutano ambao tumekuwa nayo Bwana. Umeweza kutumikia katika viwango vikubwa. Naomba ukawabariki, wafunike na damu ya Kristo, ukawaonekanie Bwana, watumike kwingine kupitia kwa uwezo wa jina lako. Na kushukuru kwa sababu ya waumini wetu ambao Bwana wamepata neno hili. Waja neno hili liwe letu. Maneno tukalingana liwe liaito. Eneli yaito liarenge. Tuachandikire, tuarelire. Tuwabaire tukubire terunse. Totaliko nyara. Kumbe na senge ya madhabahu aro akolera mamijana magimaito. Naomba kwamba katika mjana wa leo ukabariki kila moja ambaye pia amefanya ibada hii kukamilika kwa kutoa dhabihu kwa madhabahu.
kambariki, mfunike na damu ya Kristo. Kutoa kwake kusiwe bure, aone mafanikio, aone baraka, aone milango ikifunguka, aone uponyaji, aone baraka zako zikimwandama katika familia yake. Jehova Mungu, tunasema ni asante. Tokini kemoika asalingana liao torusie asemeika emebeye chindelia ye kisokoro na kisokororia gitanyare ko igwaringana liao otobeke to igwaringana liao toseniwe amaseseni yao abaigorastole. Tunakushukuru kwa yote na vyote. Naomba kwamba Bwana uweze kuabudiwa milele, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Bariki mzee, bariki mama aliye hapa, vijana wetu, wavulana kwa wasichana, wabariki, watende mema kwa kweli Bwana. Hizi dhabihu zimetolewa hapa, zibarikiwe kwa jina la Yesu Kristo, na wale ambao wametoa zikaweze kusababisha baraka fulani katika maisha yao, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Tupigie Yesu makofi kwa wema wake. Hebu tuketi kidogo. Tukimalizia, asanteni sana mtumishi wa Mungu John. Mungu inua watu. Tochaya monto. Tochaya monto na bora ro monto lense. Mambi onyoro beira se otaka geritenga nabo. So huyu ni ushuhuda, huyu ni kijana yangu. Tumefanya kazi pamoja na yeye vile alisema pale. Kipindi kingine tulipokuwa tunakosa transport, tokobeke saiga tu aminyoka yani ngane na masoesi tokokora, yani tu aminyoka igo twanyora twaikira ugembo guseko ugembo baka kanisa ngegereri ngana nya sari nyare ko bariko genderera sadi ga guseni kefa sadi ga guseni eliko kangwana. Mbarikiwe kwa sababu ya kuniheshimu kuja. Naomba Bwana wabariki na wapeleke bia mano abasomba banya sahe bali atu abwatira netama nainwe basomba baitu banya matara. Bwana wabariki kabisa na akawapigania katika njia zote. Kuna muumini mmoja ningependa kutambulisha, ni mgeni lakini kuna pastor ni introduce kwake, na hivyo nataka niweze kumuita aje mbele, alafu baadaye nitamkabidhi kwa apostle mwenye maeneo hayo kwenye anakaa. Florida Nora Sagero, uko hapa ama wametoka? Njoo njiko tabusie mwaka. Hao nilipewa namba yao na overseer wa Borabu pale Keroka. Nikaambiwa wako hapa, wameshiriki karibu mara moja. So wataendelea kuwa pamoja nasi hapa. Mmange toyo kama mwanyaka royo. Mwanyaka maroyo. Oyo na leo limoko igusagero. Maete sagero kaka. Na royo igana mmonge no yante betinga. Nitakuja na Nkanyoro Bwate alikuwa na moyo, anasema kwamba nataka nijue neno la Mungu zaidi, na nijue wakati mnakuanga na maombi ya kufunga, wakati mnakutana kwa maombi, mambo kama hayo. Nikaona ni mtu ambaye anataka kukua katika neno, so ningependa nikupatie nafasi otokuani sagero na ndoto la serikali yao bia mano. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na kama umebarikiwa, hebu inua mkono juu. Thank you. Kwa majina najulikana kama Henry Sagero, na china ya usanii ile najulikana zaidi ni Man Pepe. Niliona mwimbaji wetu hapa, napenda ule mwimbaji sana, hata nilibarikiwa kwa wimbo wake nikiwa huko nyuma. Ni siku yangu ya kwanza kukuja kushiriki kanisa hili la
Nyamataro BHE. Mimi mwenyewe ni Mkristo harizi. Msisikie ni mwanamuziki, lakini mimi ni tofauti sana. Sio kimadharau, lakini mimi ni tofauti sana kati ya wasanii wote ulimwengu. Si mnipigie makofi. Kitu ya kwanza, mimi namcha Mungu, naokoka, na Mungu alinipitishia vitu nyingi sana nikiwa katika hii society ya wanamuziki. Mimi Mungu alinitenga ile njia ya kukunywa pombe, kukunywa sigara, kuwa kaidi, kucheza pipi yangu na vitu zingine. Sio ni baraka? Tena wacha niseme na mimi ni nashiriki katika kanisa langu najulikana kama Isinta BHE. That's why wakati nilikuja hapa nikasema lazima niende kushiriki kanisa la BHE. Hakuna kanisa singeenda, hata ingekuwa huko tuseme Suneka. Ningeweka gari yangu mafuta niende nitafute ile kanisa na shiriki, najua instructions zao mpaka nimalize. Na nilifurahi sana, ule mwenye mlitangaza kanisa eti atafanya harusi ni rafiki yangu. Na mimi siku nyingine basi utanitangazia harusi yangu, lakini uiweke kwa Kisungu. Amen. Usitangaze kwa Kiswahili, uitangaze kwa Kwa Kisungu. Utaweza songa hapa. Amen. Karibu. Tutaitangaza kwa Kisungu. Pastor wangu anaitwa Jared. I think unamjua. Jared namjua. Na hapa huyo ndiye Mungu alinibariki. Akanisunguza ucharuoni, Kenya mzima, Egypt, Ethiopia. Finally nikapata, akaniambia orobaruru wao igorore bugetutu neroyo igotige kwanira Marieta tingumo kwanire kiara no mugusi na inuka murega iga na ende igona chetega iga ase sababu ya mugusi ibere na ende pastor ubarikiwe sana. Pastor Oyorure amaoni gete na maroro geta yabeire igabwata na yane jabwata na yane na ende tima etigose na kinya saa akorege kone mwacha koreta pastor yoche gotena matabau ocha gukwana engana gete paka yabwata ne yane igoro igombi yamana sana tigara abakwani naende ntuntu mwanje Nyasaye. Amen. Etogo sabamo tuataramo oroche naende mana ko batebia yande gochima makego na moko ndemereri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen. Asa Marieta ngoro ku Florida, mimi ndio mama yao. Asante sana kwa kutukaribisha, tumejienjoy. Tangu last week tumekuwa huku, lakini debut haizi ongea kama hakuna president. Sasa niliona acha nirudi nyumbani ndete family kwanza. Tumanye gukwani abantu bo manene, tumebarikiwa sana na ndi omoyo yumubwate. Buko na ndiringana ria Nyasaye tikogendera butambi. Asante sana na mmesikia harusi itakuwa karibuni. Kabisa inatangazwa Kiingereza. Ntobwata abana mwese kone narega iga nande tigambate yekero bwetigane tase Nyasaye abana nigo bagwate ku mutwe na onye kurega iga aye no moiborio bwata abana onye toikoira chinga kichao koba ne family yao igenga egasibosa gwakera ndi Nyasaye mbuya asengencho korwa korune tigane tase Nyasaye
abana bane igo bagokora machabu ase esukuru na inche kerongwana na asichie tuachire gose class conference tuachire gari abana bane keragotangaso na number 1 number 2 mwana one okari gabo na tukoiguya gaki asinya sai pia mara sana tigo mwana na bakwani na ndabatebie na kyakoroko. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Rachel, daughter to Sagero. God bless you. Amen. Nabana bataine pastor egesongo gocha gutangase enyangi. Amen. Pia mara sana noyo igakorokwa oyo tobwato moke igakorokwa Jaden gose Simba Junior aina Ramarieta na nditigamba kerebuya ekero mosuko tokwenda gari niche mbaini baitire mugakie ekwaye yatera buya nche mbaini baitie ekanisa yane bache na ndi niche ng'organize ngochande nakora sita TV niche mbange ekanisa yaino yairira bateri matabori mbaraenda niche mbange na Diana Gisoi achaire kanisa ya barwani abateri buya sana no moyo pia mono sana nyasaba siseni nando zipi na boto kubwatera na serie tari ya Yesu Kristo mtori wetu. Amen. Mkiwa mmesimama hivyo sasa hawa ninawakabidhi kwa Apostle Pamela njugocha nyole namba yabo bwangu abakristo wao bamenda kanini ya bamangete moina abo sajo kifila abo katima abo lakini saidi ya mate ya not jokifila nsaiga Jesse monya gitari abo saidi ya mate wana moko na nena namba bari kan weke mate oinera bono onera mo basto inese kanise iya inese mo gojo go sasim. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Nikimalizia kabisa ndio tumalize mkutano wetu. Kuna mzee alikuja hapa karibu miaka 4 iliyopita. Alinisikia nikihubiri kwa Radio Sayare. Akakuja, kuna shida ilikuwa imemsumbua sana. Nilipomwombea Mungu akamsaidia akapona. Lakini tena hiyo shida imekuja imerudi. Alienda akapona kabisa, lakini tena hiyo shida imerudi. Akasema ni vizuri aje tuweze kumwombea. Mungu akanjugoja busi. Mungu akoyega akurumarani. Umusomba Kefa. Nataka uombee huyu mzee. Bwana amsaidie. Bwana anajua shida yake. Sio lazima tuelezee ama tuelezee, lakini Bwana anaijua. Ile imani ilimtoa marani akakuja hapa. Tukamwombea wakati ule akapona. Na asubuhi amekuja mpaka pale Mission chini. Akasema mimi ni yule nilikuja hapa ukaniombea nikapona, lakini tena hiyo shida imetokea. Tunaomba hiyo shida iweze kuisha kwa jina la Yesu Kristo. Moso mwenye sana. Naomba zote tunyoshe mikono hapa kwa imani moja. Yes. Baba Mungu mwenye uweza na nguvu na mamlaka, tumeona ukiponya, sio huyu wa kwanza, umeponya watu wengi. Yes. Historia yako ya uponyaji imepita hata wanasayansi na madaktari hawaelewi. Mzee huyu amekuja mbele ya madhabahu. Yes. Na tulikuwa tunaongea juu ya nguvu za madhabahu. Kwa madhabahu haya ambaye yako moto, yana uhai, yana uzima,
naomba hii madhabahu isungumuse juu ya maisha yake. Kwa jina la Yesu. Naomba hii madhabahu ikomboe maisha yake. Yes. Tunatangaza kutoka juu ya haya madhabahu yaliyoinuliwa juu ya kila madhabahu inayonena kinyume naye. Yansa kuboromosha kila hali yote ya giza. Ikafunja kila madhabahu inayonena. Ikafunja kila mikono ya Farao. Ikafunja kila mikono ya waganga na wachawi. Chochote ambacho kinanena kinyume na huyo mzee, kila madhabahu ya ukoo, madhabahu ya magonjwa, tunayasangazia masana majira haya yakafunjike kwa jina la Yesu. Yakavunjike kwa jina la Yesu. Yakavunjike kwa jina la Yesu. Hakombolewe toka kwa madhabahu ya magonjwa. Hakombolewe toka kwa matatizo. Hakombolewe toka kwa hiyo shida. Mkono wa Bwana hodari wenye nguvu uwe juu ya maisha yake. Umepona kuanzia kichwa hadi kidole cha mguu. Pokea uponyaji. Wewe umeinuliwa wenye afya. Ishi ukimtukuza Bwana kuanzia sasa na kuendelea, katika jina takatifu la Kristo Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Sasa ni mugaka na sae ako weni asili ya Yesu Kristo. Barikiwa kabisa. Neema ya Bwana. Tusimame zote juu tunapomaliza ibada yetu. Amen. Baba, tunakushukuru. Umekuwa pamoja nasi tangia tulipoanza mkutano wetu mpaka wakati huu. Kila mmoja anapotoka hapa aenende na muujiza wake. Ukamtende mema, ukampiganie, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na kando yako hakuna Mungu mwingine. Asante kwa sababu wiki hii itakuwa wiki ya baraka kwetu. Wale ambao watasafiri, wale ambao watakuwa hapa na pale Jehova, mahali wanafanya biashara, utawaonekania, ukawatende mema, kwa kuwa wewe ni mfalme. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, maana ni mwema. Tutakapokutana tena hapa siku ya Jumapili, ikiwa ni evaluation, Jehova tuomba kwamba uchukue njia yako kwa ajili ya kutubariki. Jina la Baba litukuzwe na libarikiwe milele yote, katika jina la Yesu tumeomba.